noguo niguo kuhana thiini wa tabarira ya kiriribi no kuriribura turariribura na muthuriti Eugene Wamalwa hoini wa umuthi. Asante sana nyuothe murathie na mbere na gututumira SMS yanyu. Nindrona wengi sana hapa wanakusalimia. Reverend J.M. Magambo, asante geithia muthuri ucio uguo arauga kuri na thina akauga gatho nyingi muno nindrona Dr. Reverend David Joroge na kemitambo-ini muno athuri a kiama wamekusalimia sana. Asante sana. Naona mzee mmoja hapa anaitwa chairman kiaria wako ingia anasema pia ako ndani ya mitambo na ni wengine wengi. Naona pia wafanyi biashara aswa wakiongozwa na jamaa mmoja anaitwa Eugene. Yes. Pia wanasema ambia mheshimiwa Eugene wa Dagoretti Corner wanakula nyama hapo. Hapo ndio wananiambia niko Rufio. Anasema biashara imeharibika. Tumekuwa nyama kima juzi wanalia kila pahali. Nyama kima pia naona hata kina Nyokami. Yes. Wanasema usalibike sana. Asante. Wanasema ira mutongoria atoboe yote. Yes. Muko wapi na manake sasa mzee ndio huyo anaelekea kwenda zake kule asante. Nafikiri kwanza lazima tushukuru wenzetu wa Kenya kwanza. Sababu wakati mzee wetu ameonyesha nia ya kuania kiti cha AU chairmanship, amepata support across upande wa Azimio, upande wa Kenya kwanza, sababu swala hili si la Azimio ama Kenya kwanza, ni swala la kitaifa. Na ni mara ya kwanza Kenya itakuwa na nafasi kama hii katika bara la Afrika na vile vile Afrika Mashariki, sababu hatujawahi kuwa na chairman kama region ya Afrika Mashariki. Na ndio sababu marais wote wamekuja pamoja, kuanzia mzee Museveni, kina Kagame, wote wamekubali ya kwamba mzee wetu aende abebe hiyo bendera. Na hilo ni swala muhimu sana. Na vile vile tumefurahishwa na matamshi. Tumeshangazwa kidogo hata wakati tumesikia wenzetu kama kina Kimani Ichung'wah wakiongea na Mheshimiwa Raila wakimuita Your Excellency, heshima mpya ambayo haijakuweko kwa siasa zetu. Tumekuwa na siasa za huyo mzee wa kitendawili, huyo mganga. Hata kuna wakati nilisikia rafiki yangu Gachagua Rigiji akisema ukisalimia huyo mganga utavaa suruali kwa kichwa. Ati kuna kitu sijui anakufanyaje. Na sasa mimi nimejiuliza juzi kile kilifanya mlaumu Uhuru sana, ati sababu alifanya handshake akasalimiana na huyu mganga. Kijana wetu alikuwa mzuri sana, akakuwa mgoroki, sasa kichwa hayuko vile alikuwa. Na wakaanza kumlaumu ati akawacha mambo ya Big Four, uchumi ukaharibika sababu ya hiyo handshake. Lakini juzi tumemwona boss wa Rigiji pia akisalimiana na huyu mzee, lakini hawakusalimiana hapa State House. Unajua Rigiji alisema ameweka mitego kila pahali, hawezi ingia. Tumeona wameenda Uganda katikati ya ng'ombe na mzee Museveni wakasalimiana huko. Sasa mimi nimekuwa na ngoja kuuliza Rigiji, sasa ile mkubwa yako amesalimiana kutakuaje? lakini Eugene watu wanauliza na useme ukweli. Yes. Odinga amequalify kwa sababu watu wanasema kwa hama na stakabadhi, hana uzanifu, hana masters, alienda polytechnic. Labda ndio unaona labda Kenya kwanza wanapiga makofi kwa sababu hata hitimu. Na wanasema kwamba isiwe ni president ya kupeleka bad manners. Hapa mtu anasema ameenda university, lakini ukimuuliza walikuwa na nani katika university na college hajui. Sasa wanasema kwamba Tinga hana stakabadhi, labda hata kama ataenda AU will not qualify. Maybe Mrs. Adams atamshinda kutoka Somalia. Hiyo ni baadhi ya propaganda ambao amequalify. Hiyo ni baadhi ya propaganda wamekuwa wanatumia. Sasa vile wamekuwa wanasema mzee huyu ako hivi. Hata Rigiji mwenyewe nakumbuka tukiwa na kongamano moja pale KICC, Rigiji alikuwa pale wakasalimiana na Raila.
Baada ya hapo, alisema ilikuwa mtego. baada ya hapo tukaenda kumzika shujaa kule Nyeri. Nilikuwa na Rigiji, nikamuuliza mbona hujavaa suruali juu ya kichwa bwana? Hii ni propaganda. Labda hiyo tu ni siasa tu. No, ni propaganda. Lakini hiyo Ni tunakuuliza kwa sababu Eugene tunakuuliza kwa sababu wewe alikuwa kinara wako katika Azimio. Tunakuuliza wacha mambo ya Kenya kwanza. Yeye qualify. Kwa sababu hizo ni vitu zimechapishwa katika internet. I don't need to know that masters, degree hii na hii na hii. Sasa vile tumeanza kusikia Kenya Kwanza wenyewe wanaanza kukubali ya kwamba walitumia propaganda. Mambo haya pia propaganda itakwisha tu, si hivi karibuni atawasilisha stakabadhi zake na tayari amepata support ya mataifa mengi. Tunaamini na tunamuombea sababu hili si jambo tu la Azimio. He is qualified. He is qualified and I can tell you one thing. Kitu moja Raila amefanya ni kila mara kuweka azma yake kando na kupigania azimio la umoja wa kitaifa. Kwa hivyo mnamwombea atashinda. Naamini akienda na ule mwelekeo amekuwa nao, moyo wa msamaha. Moi alimfunga miaka mingi sana. Iwapo atashinda, walisameana na mzee Moi wakafanya handshake. Sababu ya umoja wa kitaifa. Kibaki walipambana wakasalimiana wafanya handshake. Uhuru vile vile. Sasa Ruto tumeanza kuona pia kumekuwa na handshake ingawa hawajatangaza kirasmi. Tunaamini Raila akienda na huo umoja na nia ya kuunganisha Kenya, nia ya kuunganisha Afrika Mashariki, atafaulu katika majukumu yake mapya ya kuunganisha bara la Afrika. Kile tunaomba wenzetu ya kwamba hata ile apology ambayo wamepea Mama Ngina, ile apology wangepea Uhuru, ingefaa pia hiyo apology pia sasa ifike kwa mzee Raila pia. Iwapo ataanguka, iwapo hatapata. Na mlishindwa kwa sababu kuna watu wanasema kwamba ataenda afanya kampeni, labda hatapata, akipata sawa, asipopata atarudi. Mtakuwa na muungano 2027. Sasa watu wanasema mlishindwa na Ruto 2022 akiwa nje ya serikali. Iwapo mtakuwa na muungano mwingine, labda baba hatapata, mna uwezo wa kubadili. Si huyu jamaa atamshinda bwana. Alikuwa nje ya serikali, nyinyi mlikuwa ndani ya serikali katika Azimio na alimshinda. Ujue ukiwa serikalini unafanya makosa mengi. Kama sasa nikiwa nje naanza kuona makosa wenzetu wanafanya. Na wanaanza sasa kuona wako na deep state, wako na system, watashinda. Lakini bara la Afrika, chukua mfano Liberia hapa. George Weah ni jamaa rika moja na Ruto. Kijana shupavu, alikuwa star, very popular kwa vijana. Amerudi, Weanomics ikaharibu uchumi hapa Liberia. He was kicked out after one term. George Weah is a one-term president. Na amesalimu amri yako nyumbani. Sasa tunaangalia Senegal juzi. Macky Sall alikuwa anajaribu kuzuia huyu kijana Songo, akamfunga, akajaribu kumblock. Sasa vijana ndio hawa wameingia. So inawezekana ya kwamba Ruto awe rais na Ruto aende nyumbani tarehe 10 mwezi wa Agosti 2027. If Rutonomics fails, the way Weanomics failed in Liberia, Ruto will be a one-term president. Mtakumbuka usiku huu tulikaa chini ya mti kwa kijana ya Wamalwa. And I told you this, the way Weanomics failed in Liberia and he became a one-term president, Rutonomics is failing Kenyans kila kona ya Kenya. Na hata mlima nimetembea, hawa watu wa mlima walipea Ruto kura. Lakini imefika pahali wanasema niko urufio. Ndio pale ile mikuki mitatu ambao ulituelezea tukianza kipindi kwamba Mheshimiwa Uhuru akapewa, Mheshimiwa president akapewa, na sasa pia wewe ukapewa. Je, uko tayari 2027? 2027 niko tayari. Tayari nimeidhinishwa na chama changu cha Democratic Action Party of Kenya. Ni chama ambacho tumeanzisha juzi tu tukienda kwa kura. Na tayari kimepata umaarufu kuwa chama namba 5 Kenya. Ukiangalia orodha ya vyama katika ofisi ya msajili wa vyama, utapata chama namba 1 Kenya ni UDA, namba 2 ni ODM, namba 3 ni Jubilee,
namba 4 ni Wiper, namba 5 ni DAP Kenya. Hicho ndio chama changu. Sasa nina muda wa kutosha miaka 4 kujiandaa. Baada ya kupata idhini ya chama, tuko katika harakati za kujipanga. Kwa Azimio, mzee wetu mitatu unusu, mzee wetu tunamwombea kifaulu kule Addis, vile vile atapeana nafasi kwa Azimio to re-engineer our politics, na pia kuweka a team ambayo itakuwa tayari kuunda serikali. As a government in waiting, usiku wa leo, I can tell you, I see a clear path to the presidency in 2027. Mko na uwezo, mko na fedha, kwa sababu kuna watu na uwezo. Eugene, kuna watu wanakutaja kwamba wewe sio mwanasiasa unayojisimamia. Yes. Kama mwanasiasa vuguvugu uweze kujisimamia vizuri kama mwenzako Kalonzo. Na unajua natajwa Kalonzo amejipanga vile vile. Ni rafiki yangu na naamini ako anajipanga. Utakuwa running mate wake? Yeye anajipanga, anatafuta kiti cha urais. Kuna tetezi ya kwamba wewe utakuwa running mate wake. No. You'll be his deputy. No. Yeye ako anajipanga kama kiongozi wa Wiper. Amepata idhini ya chama. Yeye anajipanga, Wamalwa ninajipanga, na 2027 tarehe 10 nitakuwa kwa debe. Uhuru Kenyatta, hilo ndio ningependa nitaomba support ya kila mmoja akiwemo Uhuru Kenyatta. Ni rafiki yako. Na hata kwenye Azimio nitaomba wenzangu waniunge mkono. Mzee wetu akitupa nafasi yaende kule Addis, kutakuwa na nafasi nzuri to give this country a dream team. Ambayo timu ambayo la kwanza na la muhimu sana litaunganisha nchi. Hii siasa ya ukabila na kutenganisha taifa kwa misingi ya kikabila ni jambo lazima tulikomeshe. Siasa ya kusema hawa ni shareholders, hawa si shareholders. Kila Mkenya is a shareholder in the Republic of Kenya. Kila Mkenya analipa ushuru. Jukumu letu la kwanza ni kuhakikisha tunaunganisha. Kama azimio letu kuu ni kuunganisha taifa. La pili ni ufisadi. Ukiangalia mambo ya ufisadi katika taifa letu, ufisadi umekita mizizi hadi sasa. Njenga nchi ya Kenya imeweka kwenye orodha inaitwa grey list. Grey list is a very shameful list of the corrupt countries, heavens of money laundering na wash. Na hii mambo imekuja sababu wenzetu walipoingia walisema freedom has come. Wale wote walikuwa na kesi za ufisadi hawakuachiliwa tu, walirudishwa kazini. How do you fight corruption? By rewarding the corrupt. Haya mambo tunataka wa Kenya kwa uchaguzi ujao. Usiangalie sana jamii yangu ama dini yangu ama nini ama pesa. Angalia kwanza maadili yangu, the character. Kule Denmark tumekuwa na wale mlisoma kidogo Shakespeare, ujue mimi napenda Shakespeare sana. Ambao Shakespeare aliuliza what is rotten in Denmark? Kuna kitu kimeoza, na ilikuwa sababu ya uongozi wa nchi wakati huo. Na sasa unapata ufisadi umeingia kila sekta, mpaka unapata mawe na mavi ya punda inapewa wa Kenya. Hii ni ufisadi. Lakini ndio mambo tuko tunasema. Eugene, kwa sababu najua Jenga anataka tutimishe. Yes. Were you defeated 2022? 2022 mlishindwa. 2022 tunaamini Raila Odinga alishinda kura. Tunaamini kuna manipulation ilitendeka na ikaleta mgawanyiko kwenye commission, na ndio sababu tulisema ni vyema tufanye audit ya hiyo uchaguzi ili tukienda mbele tusiwe na shida nyingine tena. Lakini kwa sasa tumekubaliana kwa Mlima Kenya, na uamuzi wa Supreme Court. Na ndio sababu tukasema Kenya is bigger than all of us. Kenya is bigger than Raila Odinga, than William Ruto, than Wamalwa Kalonzo. For the sake of the nation, twende mbele. Lakini kwa sasa nataka niwashukuru kunipa nafasi hii, na vile nilikuwa nasema ile uhusiano tumekuwa nayo na Mlima tumetoka mbali. Na tuko na msemo ambao unasema ya kwamba kwa Kikuyu uruwirusho oke mukaro. Tunataka ule urafiki ulikuweko na Wamalwa na Kibaki
urafiki ule wa Uhuru. Tunataka Ruiru Shoke. Unaweza kuwa naibu wa rais wa Rigathi Gachagua? Rigathi ni naibu wa rais. Akikutaja Yeye kama ni naibu wa rais. Na naamini bado anajipanga, lakini huenda akapangwa pia. Na leo lazima ni lakini akikutaja sababu ni rafiki yangu. Siasa huwa hivyo. Asante nitakubali aje awe naibu wangu. Asante. Sababu kule aliko he is not safe. Naam. Mheshimiwa, asante sana. Tunashukuru sana kwa kutualika na pia kuitikia kukaa na sisi tuzungumza mawili matatu. Shukrani. Wengi sana wametuandikia, tungeweza kusoma ujumbe zote, lakini tunasema asante sana. Na tutakutafuta pia. Na ukimwona Mheshimiwa Rais mstaafu, msalimie, mwambie Kidedebe nikimwetereire. Nitamweleza. Asante sana. Ni gatho nyingi muno turikiri hau jamba ya wira kwa ino muthi. Rucio tugakorwo twinawe kuma thaa 3 nginya thaa 5 twina Professor Peter Kagwanja na Dr. Stephen Gachie tukara maundu maya economy hana atia kurathi atia thiini wa ndeto icio turaria thiini wa the world new order kuma thaa 3 nginya thaa 5 muthenya wa rucio thina tabarira ya Kimuri Inoro TV. Asante sana. Ndungigwa maundu ma kungitiga thiini wa tabarira ya Kidedebe turi kurehagira atongoria nguthi atongoria aria mega tu thiini wa bururi gukorwo tukiaraniria na tukiurania bururi wiha murarie thayu ucuru cine mugirukira guthie na mbere na mawira manyu mugirore magukumia nake Jehova Ngai amurathime. Ndimucokerie mwena uria ungi wa studio kuria nake mucoki gukorwo agiturehera mohoro kuma metha-ini itu ya mohoro.